Na ikiwa tarehe 9 mwezi Aprili mwaka wa 2025, karibu katika taarifa za AGR News. Mimi ni Videlis Moshoge, na taarifa za leo tunaanza kutoka kaunti ile ya Nyamira, mahali ambapo mzozo wa uongozi bado unaendelea. Ni baada ya maseneta hako kita kambi pale ili kujua mbona kaunti hiyo ina karani wawili, maspika wawili, lakini gavana ni mmoja. Tukiachana na kaunti ya Nyamira, bado kaunti ya Machakos pia mzozo umeanza pale wa uongozi. Hii ni baada ya vita kuzuka katika kaunti hiyo ya Machakos. The role, I need to notify the committee, the role of impeached Speaker Enoch Wagoria Okeiro in the dispute, of which he is my friend and my boss, of which I respect him too much. Prior to his impeachment, Honorable Chair, ameleta hii vita ni Mheshimiwa Lucky wa Matungulu ambaye ndio majority whip. Sababu wakati ameona speaker ametumia nguvu zake katika standing order number 1, aliamuka na akakimbilia kuchukua karatasi ambayo ilikuwa imeweka hizo miswada zote. Na wakati ameamuka akizuiliwa, ndio amechukua kiti akaamua kumpiga speaker. Mimi hata sijui nimegongwa na nini. Mtu ananigonga anatoka kiti ya 3 kutoka mahali nilikuwa. Unalazimisha miswada iende kwa bunge yenye committee ya House Business, which is the engine of the assembly, which places businesses that is going to come to the floor of the assembly. Tuko na members more than 10. Na tukiendelea katika taarifa hizo za uongozi, ni kwamba wakilishi wadi wa zamani kutoka eneo la Gusii wamejitokeza wakisema kwamba eneo pana la Gusii alijashughulikiwa na kuangaliwa katika maendeleo na Rais William Samoei Ruto. Wamemuhimiza rais wakati ambapo atakuwa anafanya mabadiliko katika serikali yake, basi akumbuke viongozi na watu kutoka eneo la Gusii, kaunti ya Nyamira na kaunti ya Kisii. We were humiliated, blackmailed when we supported William Ruto. But after the president achieved the seat, he sidelined some of us. We have never seen anything. But what we are appealing is that when he was making the government of Kenya, the structures which he used to use when he was appointing the cabinets and the principal secretary, we expected as a community to have 2 cabinet secretaries, one in Kisii, the other one in Nyamira. And we expected more than 2 principal secretaries, either 2, because Kisii as a county is bigger, to have 2, and Nyamira to have 1. But that one is in vain. Tunataka ma-PS wengine, PS kutoka Nyamira, tunataka minister kutoka Nyamira, wale vijana wetu ambao walifanyia mheshimiwa tulikufanyia kazi, iko vijana wetu, iko wazee wetu walikufanyia kazi, tuangalie hao vijana wapatiwe kazi, ndio humo Gusii tuone kama tuko ndani ya serikali. Hatuwezi sema tuko ndani ya serikali na kuangalia wale watu wako karibu, walikuwa karibu na wewe hawana kazi yoyote. Hilo tunataka kuomba mheshimiwa rais, wale watu ambao walifanya kazi na wewe, walitembea na wewe usiku na mchana, uangalie kama sisi wa Kisii. Na wakati uchaguzi mdogo wa chama cha ODM unaendelea mashinani maeneo mbalimbali, viongozi wa dini ya Kiislamu wamejitokeza na kuhimiza wale ambao wanaleta furugu katika uchaguzi huo kukoma mara moja. Hii ni baada ya watu wawili kufahamiwa katika eneo lile la Migori Ndhiwa, wakati ambapo uchaguzi huo ulikuwa unafanyika katika eneo lile. ODM ikifanyika kwa nidhamu ile sheria inatakikana, ODM ni chama maarufu, hata kuwa na shida. Uchaguzi inakoroga na watu nakaa huko juu, wanatuma choo yao huko juu, wanataka fanya bila wanataka ile watu wataka ingie, wanataka watu isipotaka akae nje, na hiyo sio vizuri. Wananchi ape uhuru wachague mtu anataka. Hiyo ndio uchaguzi halali ambao tutakubali naye. Nafaa kiongozi ya chama aelewe shida ambao watu ambao wanachua huko. Taarifa za biashara Ruth Nyanchama ameziandaa, atakupasha. Mimi ni Videlis Moshoge. Hujambo mpendwa na karibu katika habari za biashara. Tukianza ni kwamba utumiaji wa mafuta taa nchini Kenya umepungua kwa 32%, ukirekodi tani za chini za 1037 kwa mwaka 2024. Watu wengi wakionekana kubadilisha na kutumia nishati safi kwa wingi na kuepuka mafuta.
Na kwa upande mwingine ni kwamba Benki ya Africa Development imepiga nchi ya Kenya faini ya milioni 119 kwa kuchelewesha ujenzi wa kituo cha Kidney Institute Center of Excellence ambacho kilikuwa kinafaa kuanzwa na kumaliza ili kusaidia wagonjwa wanaokuwa na shida ya figo kutoka nchini kutafuta uponyaji nchi za nje. Na kwa upande mwingine ni kwamba Kenya imetupilia mbali mpango wa kuongeza mtaji wa kima wa chini kwa wawekezaji wa nje kutoka dola 1,100 hadi dola 1,500. Hii ni baada ya kuwa na maongezi ya moja kwa moja na wadau katika sekta ya uwekezaji na kusema kwamba hatua hiyo basi itavutia wawekezaji wengi wa kigeni kuwekeza nchini Kenya. Nikomee hapo kwa sasa. Jina langu ni Ruth Nyanchama.